بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Naam, waheshimiwa kina mama watukufu wa Kiislamu ambao Mwenyezi Mungu kawajalia fursa siku ya leo, wakati kama huyu, ndani ya nyumba tukufu, kunako kusikiliza maneno yake Mwenyezi Mungu mtukufu na maneno matukufu vile vile. Kwanza pongezi kwenu na dua ambayo malaika sasa hivi wameanza kukuombeeni. Mwenyezi Mungu akukubalieni, Allahumma amin. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu, Mwenyezi Mungu ambaye katujalia sisi kuwa Waislamu na akatupa umbo bora kuliko viumbe vyote, akatujalia kuwa na akili kuliko viumbe vingine. Mwenyezi Mungu yeye sisi tunamtegemea, tunamuomba msaada kwa kila jambo letu lote. Kwa kuja hapa msikitini tumemuomba Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kufika, na wengine waliweka nadhiri tangia jana, Mwenyezi Mungu anijalie kikao cha kesho nidiriki. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu yeye tunamuomba msaada katika mambo yetu ya hapa duniani, na tunamuomba msaada katika mambo yetu ya kesho akhera. Atukuke Mwenyezi Mungu. Mwisho mwema utadhihirikia wale ambao ni wacha Mungu, na mfano kama huyu ambao uko mbele ya macho yenu, si kwamba Waislamu wote wakinama na Buterere na Bukirasazi ndio hao ambao wamediriki hapa msikitini, lakini Mungu kakuchagueni nyinyi, kakuvikeni vazi la uchamungu. Ndio hii bahati ambayo mnayo leo kuwa sehemu kama hii tukufu, wakati huyu katika kusikiliza maneno matukufu ya Mwenyezi Mungu aliyetukuka. Kwa hiyo siku ya Kiyama hapata kuwa uadui kati ya mwanadamu na Mola wake, isipokuwa kwa wale ambao walidhulumu nafsi. Waislamu, jambo kudhulumu ni kufanya dhambi, ndio jambo kudhulumu. Na ndipo Nabii Adamu alayhi salatu wasalam alipofanya dhambi alimlilia Mwenyezi Mungu, Rabbana innana dhalamna anfusana. Anaomba dua pamoja na mke wake Hawa kwenye mlima wa Arafa, ambayo sasa hivi Arafa inatusogelea. Kila mmoja siku hiyo akumbuke kuiomba dua na itakubaliwa kama alivyokubaliwa Nabii Adam alayhi salatu wasalam. Mwenyezi Mungu, hakika mimi na mke wangu tumefanya dhambi, wa in lam taghfir lana wa tarhamna, ikiwa kwamba haukutusamehe na ukatuhurumia, lanakunanna min alkhasirin, hakika tutakuwa miongoni mwa waliopata hasara. Waislamu, jambo kupata hasara ni kuingia katika moto wa Jahannam, ndio kupata hasara. Kupata hasara ni kuingizwa ndani ya moto wa Jahannam, na kudhulumu nafsi ni kufanya dhambi. Kufanya dhambi ni nini? Kuacha yale ambao Mungu aliamrisha, kufanya yale ambao Mungu aliokataza. Huko ndio kufanya dhambi. Itazame nafsi yako, je, inafanya yale ambao Mungu alioamrisha? Ili uwe miongoni mwa watu ambao hawakufanya dhambi, itazame nafsi yako, je, unafanya yale ambao Mungu aliokataza? Ili na wewe muombe Mwenyezi Mungu msamaha, kama hivyo Nabii Adam alayhi salam alimuomba Mungu msamaha. Islam,
Mwisho mwema utawathibitikia wacha Mungu, na uadui utakuwa kati ya mwanadamu na Mola wake kwa wale ambao waliodhulumu nafsi. Nakiri kwa moyo, natamka kwa ulimi wangu ya kwamba hapana Mola apasaye kuabudiwa kwa haki ila Mwenyezi Mungu mmoja wa pekee. Nakiri kwa moyo wangu na nikitamka kwa ulimi wangu ya kwamba huyu Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ni mtume wa Mwenyezi Mungu na ni mjumbe wake. Nakiri kwa moyo na nikitamka kwa ulimi ya kwamba huyu Isa bin Maryam ambaye anasifika kwa jina la Yesu ni mtume wa Mwenyezi Mungu wala sio Mwenyezi Mungu, tena ni mja wa Mwenyezi Mungu. Ndugu zangu ni Waislamu, kikao changu, mazungumzo yangu ya leo ni mafupi sana, na nitazungumzia ili nipate neno la kuzungumza. Nitaanza na aya ya 20 kwenye surati Safa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema baada audhu billahi minash shaitani rajim, illa ibadallahi almukhlasin. Ni aya ya 40 kama sijasahau, ni aya ya 40. Illa ibadallahi almukhlasin. Hiyo siku ya Kiyama hawatopata usalama, watu watakuwa kwenye uzito mkubwa, watu watakuwa kwenye jua likali, jasho litawatiririka ligeuze kila mmoja pisine. Unaona pisine, watu ambao wanazoelea kutembelea huko mjini huko, pisine ukienda kuogelea, basi siku ya Kiyama kila mtu atakuwa na ya kwake sawa na matendo yake kwa ukali wa jua. Kuna wenye madhambi yao yatawapa maji ya kuwafikia kwenye miguu, na wenye tawapa maji ya kufikia kwenye magoti. Kuna wenye watakuwa na maji ya kiunoni na wengine watakuwa na maji ya kifuani. Kutokana na madhambi yako, joto litakutiririka kama maji mpaka likutengenezee dimbwi la maji ambayo utakaa ndani, na wengine watakuwa macho na wengine watakuwa wamefunikiwa. Mama zangu, dada zangu, uzito ulioje siku hiyo! Yaumun adhim, siku kubwa, siku nzito ambayo hakuna mtu atapata msaada wa aina yoyote isipokuwa matendo yako ambayo uliyatanguliza katika uhai wako. Sasa Mungu anasema watu watakuwa katika hali kama hiyo, lakini patakuweko wengine ambao Mungu atakao amewekea kivuli juu ya vichwa vyao, hawatolisikia jua. Hapo ndo anawagamba sasa kwenye Qur'an, illa ibadallahi almukhlasin, isipokuwa waja wangu waliokuwa wema, hao hawatapatwa na uzito wa hiyo siku ya Kiyama. Waislamu, miongoni mwa mambo ambayo yatamrahisishia mwanadamu kupungukiwa na uzito siku ya Kiyama ni kutoa sadaka, ambapo sadaka imezungumzwa ndani ya Qur'ani tukufu mara 72 ikiambatana na swala. Ukikuta fasi Mungu kazungumza sala ndani ya Qur'ani, pekua vizuri, utakuta nyuma yake kuna sadaka. Na ukitazama fasi ambayo Mungu kazungumza sadaka, basi nyuma yake kuna matendo mema ambayo yanafuata nyuma ya ile sadaka, swala. Waislamu, swala na sadaka Mungu kazungumza zaidi ya mara 72 ndani ya Qur'ani. Kwa hiyo hilo sasa linanipa mimi ni nini nitazungumza mbele yenu siku ya leo. La kuzungumza mbele yenu siku ya leo, mama zangu, dada zangu, kila mmoja miongoni mwetu anajihisia kuishi ndani ya nyumba nzuri. Kila mmoja miongoni mwetu anahisi kuishi ndani ya nyumba nzuri. Kila mmoja miongoni mwetu anahisia kuvaa nguo nzuri, kula chakula kizuri. Waislamu, sasa tunahisia kuishi ndani ya nyumba nzuri ya duniani, tunahisia kula chakula kizuri cha duniani, tunahisia kuvaa mavazi mazuri ya duniani. Tunasahau kuhisi kukaa ndani ya nyumba nzuri ya peponi. Tunasahau kuhisi kukaa kula chakula kizuri cha peponi. Tunasahau kuhisi kuvaa mavazi mazuri ya peponi. Mungu anasema baada ya bila shetani rajim kwenye surati Al-Waqi'a, sio surati Al-Waqi'a, lakini walibasuhum fiha kharir.
na mavazi yao yatakuwa ni nini? Harir, mavazi ya ufahari watu watavaa peponi. Sasa sisi tunababaika kwa kuvaa habaya, inatutoa nafsi, na wengine wanatenda yenyewe kwa kinyume na maadili ya Mwenyezi Mungu kwa ajili wapate habaya. Kwa hiyo ili ufikiriwe kuishi ndani ya nyumba nzuri ya peponi, ili ufikiriwe kuvaa mavazi mazuri ya peponi, ili ufikiriwe kula chakula kizuri cha peponi, dumu na kutoa sadaka. Na utakapodumu na kutoa sadaka, Mungu ataanza kukupa maisha mazuri ya hapa duniani. Kwanza hapa duniani Mungu atakupa maisha mazuri, utaishi maisha mazuri, utavaa vizuri, utakula vizuri, utalala katika nyumba nzuri, kwa sababu umedumu na kutoa sadaka. Na ikiwa kwamba wewe utabania kutoa, subhanal malikul haq, basi na Mwenyezi Mungu atakubania, na Mwenyezi Mungu akikubania, basi umekuwa mshirikina. Haiwezekani mimi tu nikifanya hivyo niendeki. Unaanza kupita njia za pembeni. Waislamu, unaanza kupita njia za pembeni kwa kutofanya nini? Roho zetu hazina uthabiti wa kuvumilia. Kumbi tutoe sadaka, ndugu zangu, mama zangu, na hapo kwenye sadaka sintokuleteeni mambo mazito, na kuleteeni mambo mepesi ambayo mnayajua, mnayafahamu. Tumeshawahi kuzungumza mimi na nyinyi, na hivi tena na kukumbusheni yale ambayo tulishawahi kuzungumza. Allah subhanahu wa ta'ala anasema baada bila shaitanir rajim, wa dhakir, kumbusha, fa inna dhikra tanfa'u lilmu'minin, hakika ukumbusho utawapa faida wale ambao walioamini. Na mwanadamu asili yake ni mtu wa kusahau, ndio asili ya mwanadamu, mtu wa kusahau. Unamwambia leo asubuhi saa 7 kisha sahau, unamwambia saa 9, saa 11 kisha sahau. Huyo ndo mwanadamu, na ndo Mungu akatuwekea amri kati yetu tukumbushane. Ukumbusho wenyewe, Waislamu, sura ambayo mnazoea kusoma ndo ninaileta leo. Sura ambayo mnazoea kusoma ninaileta hapa mbele yenu. Tuchukue aya 3 ambazo zitatupa faida ya kutoa sadaka. Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza kwenye surati Safi. Ndipo Allah anatuzindua vizuri sana tuweze kuzindukana katika aya ya 10 ya surati Safi. Nyinyi wote mnazoea sura hiyo, iko kwenye juzu la Kadesamia, aya yake ya 10. Allah subhanahu wa ta'ala anatuita kwa sifa ya uaminifu, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini. Alafu jinsi Mwenyezi Mungu kaitafsiri sadaka, hakuitaja kwa jina la sadaka, aliita kwamba ni biashara. Oneni sasa faida ya biashara, kwamba sadaka ni biashara. Oneni faida yake. Na hiyo sadaka ni nini? Allah anasema baada bila shaitanir rajim, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, hal adulukum ala tijarati tunjikum min adhabin alim, enyi mlioamini, ni kuonesheni biashara bora. Biashara hiyo mkiifanya itakuwa ni sababu ya Mwenyezi Mungu kukuepusheni na adhabu iumizayo siku ya Kiyama. Mungu anakupropose akuoneshe biashara ambao uifanye, ili ukifanya biashara hiyo iwe sababu ya wewe siku ya Kiyama usipati adhabu iumizayo. Mungu anatuhadisia biashara yenyewe sasa, akiisema tu'minuna billahi wa rasulihi. Biashara yenyewe hiyo ni kumwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake, ndo biashara hiyo. Kwanza kumwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake, watujahiduna fi sabilillahi, na kuipigania
njia ya Mwenyezi Mungu, kupigana vita katika njia ya Mwenyezi Mungu, mkitumikisha mali zenu na nguvu zenu, mkitumikisha mali zenu na nguvu zenu, mkitumikisha mali zenu na nafsi zenu. Ukitaka ufe uko kwenye kupigania kwenye njia ya Mwenyezi Mungu, ukitaka ufe, dhalikum khairun lakum, hiyo itakuwa ni heri kwenu. Ikiwa kwamba wewe utakufa huko unapigana katika njia ya Mwenyezi Mungu, sio kupigana kwa upanga tu, kusimama mbele ya watu kuwafikishia kama haya tunayoyafikisha, ni kupigana katika njia ya Mwenyezi Mungu. Kutoa sadaka ili Uislamu uendelee mbele ni kupigana katika njia ya Mwenyezi Mungu. Kujenga msikiti au madrasa ni kupigana katika njia ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu hizo zote ni harakati zinazofanya Uislamu usogee mbele. Bi amwalikum, Mungu alianza kutumia mali kabla ya nafsi, kwa sababu Mungu anajua kwamba nafsi inapenda mali, mapenzi makubwa, na wakaweka ushahidi kwenye surat al-Fajr, baada audhu billahi minash-shaitani rajim, wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Mwanadamu ni mwingi wa kupenda mali, mapenzi makubwa. Waislamu, kwa kutoa sadaka kama sio ucha Mungu, mtu unajifikiria mara 19, unazungusha akili, nitoe 300, nitoe 500, nitoe 1000. Kama sio ucha Mungu, mimi noti yangu 10,000 naitoa kwa ajili ya Allah. Utangoja kujifikiria mara 10, 15. Kwa sababu gani? Mapenzi makubwa ya kupenda mali. Mungu anatufahamu na anatuibia siri kwamba tunapenda mali, mapenzi makubwa, na ndio maana kwa kutuamrisha kupigania njia ya Mwenyezi Mungu alianza kuamrisha mali, akaleta nafsi nyuma. Na ikiwa kwamba mtafahamu kwamba ni heri kwenu utoke hapa unaenda kuutangaza Uislamu kivyuka, msigati, mjitega ngozi, alafu unafia njiani, uko katika fisabilillah, wewe mpeponi moja kwa moja. Kwa hiyo atakayefanya hivyo, hiyo ni heri kwake, na ukijua kwamba ni heri kwako, basi ifanye ili upate hizo heri, kwa sababu siku ya Kiyama hakutakuwa usaidizi. Kama leo mtu akikudai, unaenda ndani ya garderobe yako unatoa nguo moja unampa poni, siku ya Kiyama hakutakuweko poni. Unaingia mnani zako, mvipambo vyako, unachukua cheni yako ya dhahabu unampa, nishikie nitakuja kugomboa. Kwa Allah hakuna cha kupana poni. Yale matendo ambayo umeshatenda ndo ambao utahesabiwa kwayo na ndo utalipwa kwayo. Kwa hiyo sasa Allah anatutakia hii biashara ya kupigana katika njia ya Mwenyezi Mungu tupate ndani yake faida, kwa sababu watu tunajua kwamba biashara ni kwenda Mzinda kuleta sombe au mifagio au ndizi au maharage na mchele, na wengi wamezamilia kwenye mafuta ya mawese. Mnajua kwamba hiyo ndio biashara tu, kwa juu nikileta Bujumbura nitafaidika. Sasa Mungu anakuonesheni biashara ya akhera, ya kutuma wewe upate starehe akhera, kama jinsi unapata starehe pindi unapouzisha mafuta yako, unanunua abaya, unanunua cheni, unanunua simu ya Android, unanunua kila kitu unachokitaka kupitia mtaji wako wa mawese Msenyi. Sasa Mungu naye anakuonesha biashara ya kusema siku ya Kiyama utumikishe, uvae hariri, uwe na bustani ya miti yenye kutanda juu yako hewe na kupitia, utafikiri kama umekaa kwenye nyumba yenye na climatizer. Ukitaka tunda fulani wewe ni kuinua tu mkono unachukua unakula. Ukihisi kitu, Allah subhanahu wa ta'ala kaandaa watoto wadogo wadogo wanakuletea kwenye sahani ya dhahabu. Sasa Mungu anatutakia hayo siku ya Kiyama atufikie, anatuonesha sasa kazi tuifanye ili tupate faida kama tunazozipata tunaporangua mawese au sombe Mzinda Msenyi. Faida yenyewe Mungu anaisema kwenye aya ya 12. Allah anasema yaghfir lakum dhunubakum. Waislamu, jambo kubwa la ufahari sana ambalo Mungu anatupa la kwanza, faida ya mtu ambaye atakayefanya hiyo biashara ya kumwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake. Faida ambayo mtu atapata kwa kupigania dini ya Mwenyezi Mungu kwa kutumia mali au nafsi yako.
Faida ya kwanza, yaghfir lakum dhunubakum, Mungu atatusamehe madhambi yetu. Waislamu, nataka mmoja mwenye hana madhambi aweke kidole juu. Mmoja mwenye hana madhambi aweke kidole juu. Wallahi hakuna, kul bina adam khata, hakika kila mwanadamu ni mkosaji. Mbora wetu ni yule mwenye kutubia, na hakuna kitu kinamkaribishia kupata toba mwanadamu mbele ya Mwenyezi Mungu kama vile kutoa sadaka. Samir wa aqimu salata wa atu zaka wa aqridu allaha qardan hasana wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah huwa khairan wa adhama ajira wastaghfirullah. Ako ndo nimelenga, wastaghfirullah, ako ndo nimelenga hapo. Baada ya kutoa sadaka, omba kwa Mwenyezi Mungu msamaha, unakubaliwa wepesi sana mtu ambaye katoa sadaka kisha kaomba msamaha. Waislamu, tunafanya madhambi yani anatunuka. Mungu akifungua kila mmoja muone mwenzake, tutakimbiana. Lakini dawa ya kutusafisha na kutufanya tuliziwe mbele ya Mwenyezi Mungu, kutoa sadaka. Mama zangu, dada zangu, fursa ya kukumbushana tumeipata, twende tukaweke kwenye matendo. Kinyume na hapo, siku ya Kiyama tutajuta, wala hatutopata wa kutufariji. Faraja njoo hii ambayo tunaipata leo, usingojei kesho. Msaada ndo huyu tumeupata leo, usingojei kesho. Huenda ndo maneno yako ya Mwenyezi Mungu ya mwisho kusikia leo, na usiku umelala umefariki. Huenda ndo maneno yangu ya mwisho kukufikishieni leo, na usiku nilale nimefariki. Waislamu, tusisubirie kesho, kesho ni ya Allah. Jambo la kwanza la ufahari, Mungu atatupa faida, yaghfir lakum dhunubakum, Mungu atatusamehe madhambi yetu. Tuache madhambi ambayo tunayoyafanya. Washangazi, tuache watoto wa wakaka zetu, tunawalalia watoto wa wakaka zetu. Washangazi, tuache hicho kitu. Wamama ambao tumeolewa nyumba ya pili, tumemkuta mke wako mkubwa naye alikuwa na watoto, tuache watoto wa wenzetu. Kesho tutakufa. Hatuna tabia ya kutoa sadaka. Nini itakuwa msaada wetu mbele ya Allah? Hatuna fursa ya kukaa chini tumuombe Mungu msamaha. Nini itakuwa msaada wetu mbele ya Allah? Tufungue nafsi zetu, tufungue nafsi zetu, tutoe sadaka kwa sana, na haswa kina mama. Mtume sallallahu alaihi wasallam kawanajia, Mtume sallallahu alaihi wasallam kawanajia kwamba amewakuta wao ni wengi peponi, wao ni wengi motoni. Subhanallah. Wakina mama hao ni wengi motoni. Yani mambo yenu yamepindapinda tu upande kama mbavu. Allahu akbar, subhanallah malikul haq. Sijakutukaneni eti mmepinda kama mbavu. Asili yenu kina mama mlitoka kwenye ubavu wa Nabii Adam alayhi salam, na ndio sababu mambo yenu makorofi yenye kupindapinda, kwa sababu asili yenu ni kwenye mbavu na mbavu inapinda. Kwa hiyo nyookeni kitabia kwa kutoa sadaka. Mwenyezi Mungu atatupa msamaha. Mwenyezi Mungu atatupa msamaha kwa kutoa sadaka. Jambo la kwanza, faida Mungu atatupa ya biashara ni kutoa sadaka. Yaghfir lakum dhunubakum. Alafu faida ya pili ambayo ndo fahari, ndo malengo ya kila mmoja miongoni mwetu, kutoka nyumbani kuja hapa msikitini, huenda Mwenyezi Mungu akanijalia na mimi kuwa miongoni mwa watu wa peponi. Huenda Mwenyezi Mungu akanijalia na mimi kuwa miongoni mwa watu wa peponi. Haswa hayo ni malengo ya kutoka nyumbani kuja hapa, na mimi vile vile ndo malengo yangu ya kujipanga kwamba leo nitakuja nizungumze haya yenyewe ninayazungumza mbele yenu. Huenda Mwenyezi Mungu anijalie na mimi miongoni mwa watu wa peponi. Na kweli Allah atukubalie hiyo hisia yetu, atujalie kuwa miongoni mwa watu wa peponi. Allahumma amin.
Anasema Allah, wayudkhilukum jannatin tajri, kisha atawaingizeni katika pepo yake tukufu ambayo inateremka ndani yake mito. Pepo hiyo inateremka ndani yake mito. Waislamu, leo hakuna hata mtu mmoja anaweza kukubali kuchota maji ya mto akayanywa. Leo kila mtu anakwambia ni machafu. Waislamu, nani yuko tayari twende Nahango achote maji afika na kunywa, au Nyabagere pale achote maji afika na kunywa? Machafu, siwezi kunywa. Tukitaka twende Mtimbuzi kule, utasema ni machafu, siwezi kunywa. Lakini Mungu amekuandalia mtoni wa maji peponi siku ya Kiyama kwa ajili ya kufanya biashara ambayo alikufundisha kujitolea, kupigania njia ya Mwenyezi Mungu kwa kutumia mali na nafsi. Mungu amekutayarishia zawadi ya kuingia wapi? Peponi. Fahari kubwa mtu kuingia peponi. Hakuna ufahari kuzidi huyo, hakuna fahari nyingine kuzidi hiyo. Waislamu, leo hapa msikitini tumeandaliwa kiti cha mbao, kiti cha plastiki, meza hii hapa ni ya mbao ambayo tunazungumza, tunaikalia kwayo. Lakini Mungu akitupa fursa ya kuingia peponi, wallahi tutaikaa mbele yetu pako meza za dhahabu, tutapanda kwenye jukwaa za dhahabu. Ni fahari ya kiasi gani? Nataka nikupeni mfano ambao ninapenda sana kuutoa. Mme wako tu aje leo masaa 10, afike nyumbani akwambie, mama Aisha, na njoo mara moja, nataka nikufanyie leo ni surprise. Achukue tu cheni ya grama 2 ya dhahabu akuvike kwenye shingo, achukue pete ya grama 1 akuvike kwenye kidole, na tumahereni twake akuwekee kwenye masikio. Unaona aje? Mnaona aje? Huyo tu ni mfano mdogo. Unajisikia aje? Furaha moja ya hatari sana ambayo utaisikia kwa ajili ya hicho kitendo. Sasa Mungu atawajalia kula kwenye sahani za dhahabu. Sahani ya dhahabu ndio anakuletea tunyama twa ndege tulaini laini, unatafuna unafunja na kamfuko. Mungu ameandaa hiyo peponi maji mazuri ambayo hayana baridi wala hayana moto, kati kwa kati, alafu yenye ladha. Unakunywa unasikia ubendeleo tu, unakunywa maji mitoni ambao Mungu ameandalia watu wa peponi. Alafu sio mtoni wa maji pekee, Mungu kaandaa mitoni ya maziwa. Leo unaenda kununua maziwa, unayatia kwenye udomo na unayarudisha chini. Ni makali, siwezi kunywa haya. Lakini peponi hakutakuwepo maziwa makali. Wewe utakuwa tu ni kazi yako ni kugotomera tu, unaongeza tu, wala hautopatwa na madhara yoyote, hata ukunywe litre 200 kwa siku moja. Mwenyezi Mungu kaiandaa mito yenye kuteremka ndani yake asali. Waislamu, asali za leo wanachukua sukari wanaichoma, kisha wanachukua yale machicha ya nyuki wanatia juu, wanawauzishia watu eti ni asali. Allah anakupa asali originale kwake peponi. Kwa ajili ya nini? Kazi ndogo ya kujitolea kuipigania dini katika njia ya Allah, kuipigania dini ya Allah. Allah atakuingiza wapi? Peponi, ambapo pako mto unateremka asali. Na hivyo hivyo Allah amewajalia watu mito ya pombe zisizolevya. Wale watu wote ambao walijizimia katika maisha yao ya dunia kunywa pombe, Allah amewaandalia special peponi, ambapo utakuwa unakunywa unastarehe tu, hakuna kubadilisha akili wala kufanya kitu chochote. Ni raha juu ya raha nyingine. Mungu kawaandalia watu wa peponi. Kwa sababu gani? Malengo makubwa: kufanya jihadi, kupigana katika njia ya Mwenyezi Mungu, kutumikisha mali na nafsi. Mungu ameandaa hiyo